Kwenye hii video nitakuonyesha ni kwa jinsi gani unaweza kuondosha background kirahisi zaidi kama hivi kwa kutumia njia hizi mbili tofauti. Usisahau kulike, subscribe, share na kubonyeza alama ya kengele. Video hii nimeiandaa kwa ajili yako na natumai utakuwa umejifunza kitu kipya au utakuwa umeongeza zaidi katika ujuzi wako baada ya kuwa umefuatilia video hii mwanzo mpaka mwisho. Hatua ya kwanza, utafungua picha yako. Kama hauna hii picha, unaweza kutumia picha yoyote au unaweza kutumia picha hii. Nimeweka linki katika description ya picha zote ambazo nimetumia katika hii video. Kwa hiyo utafungua picha yako kama hivi, utakuja upande huu wa kulia katika Photoshop layers, au kama huioni hii layers, utakuja kwenye Windows utakuja kwenye Windows, utabonyeza mara moja, utashuka chini mpaka sehemu imeandikwa layers. Kwa hiyo utahakikisha hapa kwenye layers unaweka tick ili iweze kutokea huko. Kwa hiyo utakuja kwenye layers. Hatua ya kwanza, utaondoa hii lock ambayo ipo kwenye picha yako, kwa sababu ukiwa na hii lock huwezi kufanya chochote hii layer. Kwa hiyo utaondoa hii lock, utabonyeza mara moja kwenye hii alama ya kufuli hapa, itakuwa imeshaondoka. Uta right click kwenye hii layer mara moja, kisha uta convert to smart object. Baada ya kuwa umeconvert to smart object, uta right click tena, utakuja katika sehemu imeandikwa rasterize layer, utabonyeza. Baada ya kuwa umefanya hivyo, utakuja sasa kwenye window, utakuja sehemu imeandikwa properties, utaibonyeza mara moja, kisha utaona imetokea kama hivi. Kwa hiyo kishakuwa imetokea kama hivi, utabonyeza tu hapa palipoandikwa remove background. Kwa hiyo utabonyeza mara moja, remove background. Photoshop ina background ni ipi, subject ipi. Kwa hiyo ikishamaliza kudetect, yenyewe ita remove background automatic kama hivi. Kwa hiyo wewe sasa una uwezo wa kuadd background yako au una uwezo wa kuongeza background yako. Unaweza kaja hapa chini hii ukabonyeza hii icon hapa mara moja, utachagua hii solid color ili uweke background yenye rangi moja, au gradient uweke background yenye rangi zaidi ya moja, au unaweza kutumia pattern ili uweke background yenye pattern, lakini sisi tumie hii solid color. Kwa tutaweka background ya rangi ya blue, tuweke rangi ya blue. Baada ya kuwa umeweka background yako kama hivi ili iweze kwenda chini, utakuja kwenye huu upande wa layers, utaishikilia hii layers, hii layer ya juu utaishikilia, utaidrag hivi, uhakikishe imekaa chini ili subject iweze kuonekana. Lakini pia ukiona kama njia hii ni ngumu sana wako, huwezi kudrag hii layer, huwezi kuidrag kuipeleka chini, basi sio mbaya. Unaweza kaja pia hapa kwenye hii menu bar, utakuja kwenye hapa palipoandikwa layer, utabonyeza mara moja, utashuka mpaka sehemu iliyoandikwa arrange hapa, utabonyeza, utakuja hapa palipoandikwa send to back, utabonyeza mara moja. Kwa hiyo itakuwa imeenda nyuma kama hivi. Na sasa tuende katika njia ya pili. Picha ya pili ni hii hapa ambayo tutatumia njia tofauti. Hatua utakayoifanya, utakuja katika hii menu bar ya hapa juu, utakuja kwenye select, utakuja select sehemu, utashuka chini mpaka sehemu iliyoandikwa subject hii hapa, utaibonyeza mara moja subject. Hapa itakuwa na detect subject ni ipi, background ni ipi. Kwa hiyo utasubiria kidogo, itakapomaliza itakuwa imefanya selection namna hii. Lakini kabla ya kufanya selection, kabla ya kuondoa hii background, kuna selection imefanyika lakini sio accurate. Kwa hiyo utaizoom picha yako kama hivi, utaangalia kwa nini sehemu zipi ambazo hazijawa selected, ambao ni subject lakini haijawa selected. Kama hapa chini hapa tunaona kumeachwa kama hivi, imefanyika selection lakini hapo kumeachwa. Kwa hiyo kwa maana hiyo hapo ukifanya uweke layer mask, ukisema uweke layer mask uondoe background, haitatokea vizuri. Mfano tukiongeza hapa layer mask, tutaona hapa chini kuna hizi gaps ambazo zipo. Kwa hiyo tutakachokifanya kabla ya ku-add layer mask, tutakuja upande huu wa toolbars, tutakuja hapa, tutachukua hii toolbar, tutakuja kwenye hii tool ya 4 katika toolbars, uta right click, utahakikisha umechukua hii quick selection tool. Utaibonyeza mara moja. Hapa juu utahakikisha umechagua hii jumlisha.
utashuka chini, utaongeza size ya brush yako. Utaongeza size ya brush yako kwa kubonyeza hizi bracket ya upande wa kulia kuongeza, upande wa kushoto ni kupunguza. Kwa hiyo utaongeza size ya brush yako, alafu utakuwa tu una drag hivi. Kwa hiyo utakuwa umeshafanya selection huku chini kwa usahihi. Utakuja pia, tunaona sehemu hii hapa ya ua haijafanyika selection vizuri pia. Kwa hiyo utakachokifanya, kwa sababu hapa tunataka ishuke chini, tutakuja hapa kwenye hizi aina za selection, utachukua hii yenye toa. Hii ya chini tulichukua jumlisha kwa sababu tulikuwa tunataka kuadd iende huko chini, lakini hii tunataka kupunguza, yani tunataka kama kuitoboa, maana yake ni negative. Kwa hiyo utachukua hii yenye negative kwa ajili ya kama kutoboa au remove, kupunguza. Kwa hiyo utabonyeza hii mara moja, utakuja hapa utaizoom, utachukua hand tool kwa ajili ya kusogeza. Sasa utachukua hii, tutapunguza brush kama kawaida kwa kutumia zile brackets ambazo zipo kwenye keyboard. Utapunguza size kama hii hapa, alafu utadrag kama kawaida, utadrag tu mara moja hivi, yenyewe itakuwa imeshuka hivyo. Baada ya kuwa umekamilisha selection yako vizuri kama hivi, sasa utakuja upande huu wa layers, utakuja kwenye hii add layer mask icon. Kwa hiyo utabonyeza mara moja, utakuwa umeshaondosha background yako kwa njia rahisi kama hivi. Asante kwa kufuatilia video hii mwanzo mpaka mwisho. Usisahau kusubscribe kwenye channel hii ili uendelee kujifunza zaidi.